exudes charisma. He does, and I just love his leadership. Messi. Now it's Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Goal! Barcelona! Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's headed upfield. And it's Ronaldinho. And here's Cristiano Ronaldo. Halo? Yes, niambie. Sorry, nani? Namba ngine? Mchina? Niambie unataka nini? Kivipi? Unataka kuongea na mimi kivipi? Wasitusha achana. Ya kitu gani ambacho unataka kuja kuongea na mimi? Hicho kitu kwenye simu akiongeleke au mpaka tuonane? Hapana, nitume message. Atalanta are looking to break at pace. Hello? Nimekuambia hivi sihitaji kuonana na wewe. Si unitumie message. Kitu gani ambacho kiongeleke kwenye simu? Nina meeting sehemu. Kwa hiyo kama unaweza kawaida dakika 30. Njoo nikusikilize alafu utaondoka. Wewe tumeachana wewe. Sasa nataka kuongea kitu gani? Ngoja nimsikilize. Hodi. Karibu. Vipi, mbona umenuna? Hapana. Nimekuja kusalimia. Alafu naomba nipe dakika moja tu ya kuongea na wewe. Ni kitu gani ambacho ulitaka kuongea na mimi? Tangu nimeondoka hapa najisi upweke sana. Kwa nini unajisi upweke wakati wewe ndo mtu wa kwanza ambaye uliamua tutengane uishi maisha yako? Mimi ni mwanamke, nina hasira sana za karibu tofauti na wewe. Kwa hiyo unataka kuniambia zilikuwa ni hasira au ni kitu kingine? Kwa wakati ule vitu nilivyoviona nimeshindwa kuvumilia. Kwa nini ulichukua maamuzi magumu ya kwamba tuachane wakati unajua kabisa tumetoka mbali sana? Nimekaa nimefikiria, nimegundua mimi nina makosa. Kwa hiyo nimekuja kukuomba msamaha. Sidhani kama hata nikikusamehe kama unaweza kunipenda kama ambavyo ulikuwa unanipenda mwanzo. Kitu ambacho nimekosea mimi kukagua simu yako. Unategemea unataka tuishi pamoja tena? Kiukweli nimeishi miaka mingi, nilikuwa nakupenda sana. Haya yalotokea ni bahati mbaya. Najiuliza binafsi kwamba hata nikikusamehe ni maisha gani ambayo nitaishi sasa na wewe, nitakutazama vipi? Vuta kumbukumbu kipindi cha nyuma.
ulinikosea sana. Mbona nilikusamehe? Makosa ya kipindi kile yalikuwa sio ya upekuzi wa simu yangu. Yalikuwa ni makosa ya kifamilia. Sidhani kama unaniamini kama ulivyokuwa unaniamini mwanzo. Toa hizo fikra katika kichwa chako. Ndio maana nimekuja hapa. Nakumisi. Nilishtuka sana umeondoka, pia umenidai ile pesa ambayo ulikuwa umeniazima. Nikijua kabisa unaondoka, unaenda kuanzisha maisha yako mengine. So unajiuliza, ni nafasi ipi nitakupatia saizi katika maisha yangu? Kiukweli siwezi. Bila wewe siwezi. Siwezi kufika kokote. Hapo ulipo unanipenda kutoka moyoni? Ndio, nakupenda. Naomba unipe muda. Hata hivyo, mimi na wewe tumekutana mara ya mwisho. Hali yangu hata sielewi. Hali yako uelewi namna gani? Yaani kitu gani ambacho unataka kumaanisha nikuelewe? Ongea vizuri nikuelewe. Bado sijaenda hospitali, lakini nahisi na ujauzito wako. Hapana. Haiwezi kuwa hivyo. Nenda hospitali kachukua vipimo vyote. Alafu niambie nini kinaendelea. Baada hapo tutaendelea na maongezi. Ila usije ukaniambia una mimba yangu. Hilo aliingiliki akilini mwangu. Okay, nitaenda kupima. Vipimo ndio vitaongea kama na mimba au sina mimba. Nisikilize kwa makini. Nitampigia simu dada yangu akupeleke hospitali. So uende wewe peke yako. Maana utaniletea uuni ambao mimi siutaki. Hata kama ni mama yako, wewe mtu umetoa nipeleke hospitali. Mimi sio muuni kama wewe. Mimi naongea vitu kwa fact. Naomba nikwambie kitu kimoja cha mwisho. Siku ya kesho utaenda na dada yangu hospitali. Nijue kama ni una pregnant au una pregnant. Baada hapo nitajua nachukua maamuzi gani. Ila kwa sasa sina majibu juu ya kukupa msamaha. Ushanivuruga akili yangu. Kwa naomba tusubirie majibu ya vipimo. Yatanipa mimi mwongozo wa nini cha kukujibu. Usifikiri kama nakuletea drama. Nakwambia ukweli ambao upo wazi. Naomba usiendelee kunitibua akili yangu. Kwa sababu unaniambia vitu ambavyo sikuvitegemea. Au nimekosea kukukaribisha? Nimepokea taarifa yako. So naomba uniachie hilo swala. Mimi kesho nitakujulisha ni muda gani utaenda hospitali na dada yangu. Mkaweze kupima nipate majibu. Na kama itagundulika unadanganya au ujauzito ni kweli unao na sio wangu, basi ni utajuta kuzaliwa. Kwa sababu mimi na kumbukumbu zote kichwani. Tulikutana ndio, lakini sikufanya vitu ambavyo vitakupelekea upate ujauzito. So ndio maana najiuliza. Sina uhakika, nina wasiwasi na wewe. Sihitaji kuongea sana. Naomba niende. Maana unahitaji kumchefua. Ondoka. Tutakutana kesho. Ujauzito. Kuna kitu kiingiliki akilini. Sina uhakika kama na ujauzito. Ila akipima nitapata majibu sahihi kama ni mjamzito au la. Na hili inabidi nimhusishe dada yangu. Je, akiwa na ujauzito nitafanyaje? Hapana. Kwa sasa hizi sihitaji kuishi na huyo mwanamke. Inabidi nimkatae. Kwa namna yote ile. Ngoja nione itakuwaje.